Mafanikio yana sheria yake, yana kanuni zake. Naomba huu ujumbe uende duniani. Naomba huu ujumbe uende duniani. Naomba huu ujumbe ueleweke. Naomba huu ujumbe usikike. Naomba huu ujumbe ushare kwa kila mtu. Utakapopata hii video, share kwa kila mtu. Mafanikio sio kupokea nyumba. Eti mchungaji ananyosha mkono, pokea nyumba, pokea gari, pokea kukubarikiwa, si unaenda kafanikiwa. Hapana, ni sheria na kanuni, kwa kuwa dunia inaongozwa na mambo mawili. La kwanza, dunia inaongozwa kwa sheria. La pili, dunia inaongozwa kwa kanuni. Na utajuaje mtu huyu anafuata sheria? Ni namna anavyoishika kanuni na namna anavyoishika sheria. Na utajuaje mtu huyu anavunja sheria? Ni namna anavyoshindwa kuishika sheria na namna anavyoivunja kanuni. Ndio utatambua sasa huyu mtu ana akili timamu au hana akili timamu. Huwezi kuwa daktari kwa kuhisi, lazima ukasome huko miaka 7 hadi 14. Huwezi kuwa injinia kwa kusema tu mimi ni injinia, mimi nisaidia fundi niwe injinia. Hapana, lazima upite kwenye masomo ya uinjinia. Huwezi kuwa mbunge hivi hivi, kuna sheria na kanuni za kuwa mbunge. Huwezi kuwa kiongozi hivi hivi, kuna sheria na kanuni za kuwa kiongozi. Huwezi kuwa fundi wa magari au fundi wa ujenzi hivi hivi, kuna sheria na kanuni za kupita huko. Huwezi kuwa afisa hivi hivi, kuna sheria na kanuni za kuwa afisa. Huwezi kuwa muuguzi hivi hivi, kuna sheria na mafunzo ya uuguzi. Kila kitu duniani kina sheria yake na kanuni yake. Sasa lazima ujue, napotaka kufanya hili jambo, sheria zake ni zipi na kanuni zake ni zipi. Na kama ujui, uliza wanaojua, watakwambia. Sheria kuchimba madini iko hivi na hivi. Sheria kutajirika, unataka kuwa mfanya biashara wa kwenda China, tafuta passport kwanza. Alafu unataka kufanya kitu gani? Kaa chini na watu, fuatilia. Una uwezo mkubwa wewe kufanikiwa, lakini hofu na uoga uliokutawala ndio unakufanya kila siku kutopanda juu.